Matunguyas, Empress na machampez. Ni aje. Tumelan hizi streets kupiga mayut na galde wanajituma kwa hustle na talanta zao. Form ni kujijua, form ni kujengana, au sio? Twende Malindi, pale Mambrui, tufunguliwe show na bizi ya kukuna nazi na Empress Lynette Zawadi. Jina langu naitwa Lynette Zawadi, mko Malindi, Mambrui, huku ni Coast, na pia jina lingine huku Mambrui kunaitwa Biladi. Biashara yangu kuna nazi, sometimes yes, sometimes no. Yaani kumaanisha kuwa mara nyingine unaweza kupata vizuri tu na mara nyingine unaweza ukakosa, sababu si wote wenye hiyo siku atakuwa anatumia nazi. Kwa nini ilinifanya nikaanza hii biashara kuna nazi? Nilikuwa ni hard life tu, ni ile sasa mtu nasema acha tu nijaribu kujulia kwenye nilikuna nazi. Mimi nilikulia toka ni mdogo. Tulikuwa tukiona wazazi wakifanya, mama yangu wakinionyesha. Yaani nilifunzwa tu hapa nyumbani jinsi ya kukuna nazi, kutengeneza nazi. Yes, hivyo. Hakuna mtu alinifunza. Ni ile tu kuona mamangu akifanya na mimi sasa nikaingia hapo nikafanya. Kukuna nazi by the way ni very funny. Yeah, so napenda tu. Nikuna nazi mtu aki-appreciate, nasikia raha. Yeye akini-appreciate, mimi pia nasikia raha. Akisema umenikunia vizuri, nasikia raha. Umeuliza kwa nini machali hawakuni nazi? Unajua inategemea na sijui niseme ni mila ama ni nini. Sana sana huwezi enda ukaona eti mwanaume anakuna nazi utaona ni kama anadharauliwa. Unamwambia wewe naye amekaliwa chapati, yani huo msemo yani wanauchukua ni kama yani mpaka ukoo wake pia anakunishwa nazi, sijui yani hiyo wanachukulia ni kama iko very personal. Wasichana wengi wenye wanajishughulisha sana sana ni uchoraji wa maua, piko, hina ama upambaji kuliko hiyo ya kukuna nazi. Though maybe ajifanyie mwenyewe kwake ama kwao, kama vile mimi nifanye tu hapa kwa nyumba nini, yes, kama hivyo. Wasichana wengi ni ile wako single, I mean single mothers. Kama kwa mtaa wetu ama huku kwetu wengi ni single mothers. Ni ile tu unaenda, unajaribu but unashindwa, unasema acha tu nitoke. Ama zingine hata ni bahati mbaya tu, umepata tu mtoto bahati mbaya kwa umetarajia ama umefikisha ule umri wa kwa acha niingie kwa ndoa, ni ile tayari yani unapata tu hiyo kitu ni kujia tayari na isha happen. Kama huku kwetu wengi sana ni uraibu. So utakuta maybe mlipatana lakini sasa uraibu ni ule ni mwingi yani. Either pombe, huku kwetu kuna mguka. So utakuta umeenda lakini bwana ni kama hakushughulikii ile sana venye ulikuwa yani hapo mwanzo. So naenda nakutana na hizo vitu, inabidi tu naachana tu nazo. Unasema nilijaribu lakini nimeshindwa, acha tu nitoke. Wengi wenye wanalea watoto kivyo ni hustle tu. Mtu ni hustle tu ndogo ndogo, aende kama venye nimekuambia mwanzo, kwa wengi ni wenye wanachora. Lakini ili maisha hayasonge sababu kama ukiangalia uko na mtoto, ni wewe kama mama uhakikishe mtoto wako amepata kila kitu. Kwa hii biashara yani si wote wenye wanakuchukulia poa yani. Wengine ni ile sasa ni dharau nini ya kwa msichana mrembo, lakini sasa lile anagongea watu manyumba akienda kikuna nazi. Lakini sasa kwa sababu una kitu kwa nyumba unajua ni nini unafanya. Kama mimi niko na mtoto, so yani sichukulia wale maneno ya watu kama na yani nile unasema unapotezea, sababu unajua unafanya nini. Sababu at the end of the day mtoto atataka chakula, mtoto atataka school fees na nalipa rent. So ni mimi mwenyewe sitachukulia zile negativity za watu wataniambia nini yani ni ile ta unakuwa tu kama cheese yani ujali. Yes, hivyo. Mimi kama Lynette, advice yenye naweza pia msichana mwenzangu mwenye analea ama mwenye hajapata mtoto,
naweza mwambia tu ajitume, cause life sad huku nje si rahisi, na kama uko na mtoto sana sana wewe ndo anakutegemea kama mama, hasa single mothers sana sana mtoto anakutegemea. So ni yani ujitume na ujiamini wewe kama wewe. Useme mimi ni kweli, yani usiogope kazi yenye utambua njoo fanye hivi, uogope mimi ni msichana ama sababu wewe ni mrembo ama ni hapana, piga hustle. Lynette ametukumbusha lesson moja important sana ya biashara. Kuna siku unapata na siku ingine unakosa. Hii biashara ya kukuna nazi amelearn kutoka kwa mamake, and here she is akipiga hustle yake. Kuna job kwa mila yenyu that is considered to be for men or women only. Tuchapie kwa SMS line yetu, tuma story yako kwa 20308 ukitumia #MbogiTrue. Tufike Ikolomani in Kakamega County tusikie from Vincent ambaye ni mkulima. Kwa majina ni Vincent Wilunda, natoka kaunti ya Kakamega, Ikolomani constituency. Nafanya ukulima ya passion fruit, alafu na viazi vitamu, specifically green na purple fleshed variety. Ukulima passion nimeanza hii mwaka. It was brought in by ile shirika letu la KCYAA, yani Kakamega County Youth Agripreneurs Association. Katika kila kikundi, hiyo ndio imekuwa my source of income, kama fanya ile inaitwa self employment. So nimeifanya kutoka hiyo wakati mpaka saa hizi, na hiyo ndio penye natoa mapato yangu. Mimi sijaajiriwa. Hiyo ndio inani sustain. Sasa saa hizi niko na ndoa na mtoto mmoja. Sasa kupitia kwa hii miradi yangu ya ukulima inatusaidia kujikimu kimaisha kama familia. Kuna tips ambazo zimeweza kunisaidia katika biashara yangu na kunisaidia kuimarika. Tip ya kwanza ni kukuwa mvumilivu na persistent, kuendelea kufanya ile ukulima bila kukoma na kutaka kujua zaidi, na hiyo inakusaidia keep on moving. Alafu tip ya pili, kuinteract na customers in a friendly way, handle vizuri na wafuatilia nijue wanaendelea aje, mpaka nifuatiwe zinaendelea aje. Kama wako na changamoto tunasaidiana, na hii inanisaidia kwa sababu watapata matokeo mazuri. Kama wamechukua vifaranga zita survive zote, ama wakiuza watapata matokeo mazuri na watanirefer kwa watu wengine wakati niko na bidhaa zangu za vifaranga. Tip ya tatu ni records. Ni mzuri sana kuweka records zako. Hii itakusaidia kuona kama unatengeneza faida ama unafanya kazi yenye haina faida. Siri ya ukulima ni kwamba inafaa upende kazi yako na kuwe na passion ya kutaka kujua mingi. Cha msingi ni interest na passion ya kufanya kila ambacho unakifanya na upende kazi yako. Hiyo itakusaidia usonge mbele. Lakini bila hiyo utapata ya kwamba along the way uta give up. But ukiwa na passion na unapenda kazi yako, hauwezi give up. Through practice yake ya ukulima wa passion fruits na viazi tamu, ameweza kujisimamia na kukuwa self-employed. Na aliingia kwa hii biashara through their youth group, na ndio imemjenga. Kwa hii busy yake, amelearn about patience and persistence, handling customers, record keeping and importance ya passion kwa job. Unafanya biz gani? Umejituma kivipi? Tuchapie pale kwa SMS line yetu on 20308 ukitumia #MbogiTrue. Na ni free. Karibuni sana. This is Shujaz TV, Do na Talent. Sasa acha tuchapiwe na David from Wetaithie, Kiambu County on his dancing talent. Kwa majina naitwa David Karioki. Kwa mtaa natoka Maraba Wetaithie from Kiambu. Shughuli yangu sana sana inakuanga kudance na nature talent. Talent yangu nilianza first of all nilikuwa nacheza football, then beshte yangu
beshte yangu fulani nikaona kuna move anafanya, alikuwa na dance tu kwa uwanja. Nikamwambia unafanya vizuri, naweza anza kudance. Kusema ukweli talent na kulianga kwa ma weddings hivi na kwa events mingi na kulianga. Like wasanii wakiniita napata riziki. Yani siwezi iba inaninecha na inanilipia nyumba. Nikianza haso yangu ya dance, watu walikuwa wanaona tu ni mchezo niko nayo, lakini God Favor tu ndo ilikuja kwangu. Then kwanza kuniona kwa TV, wakaona talent bado iko, kazi yangu inafanya fiti. Kwa mtaa unajua maboy child kwanza. Acha niongelele maboy child. Juu wanakuanga wa Mungu najua. So kwa mtaa, hii mtaa kwanza, unajua si mtaa imegrow. So wanaongelea ati maboy ni lazy sana. Lakini tukaniacha hii talent yao. Tuna watu wa kutoka kwa drugs to hustle. So hii kitu unifanya ni feel vizuri sana. Kwa group yangu kuna kuanga na rules zenye ziko hapo. Kitu ya kwanza, no dating in my crew kwanza. Juu niko na teens. Date mtu ametoka mbali, iko sawa, imekubalika. Lakini kwa crew yangu tuna nature talent. Lakini nimeona mademo anafanya fiti. Ndo sasa tunaenda tukikuza talent yetu vizuri pole. Wako fiti tu kwa kudance. Talanta, kitu naweza advise mtu, kama kitu kaa talent, ukataka kufuatilia talent yako, lazima ukuwe makini. Bado kuna watu wenye wanafanyanga talent didimie. Kuna msi atakwambia yeye ikupeleki mbali. So ni ukuwe, wewe jikaze kiwewe. Wewe ni wewe. Jikubali wewe mwenyewe. Juu acha you are deeper man ama deeper human. You are inner man, yani namaanisha inner man. Akuwe strong more than you are outer man. Unaona? Ukuwe yani yule ashinde huyu. Juu huyu wa nje ndo atakufanya ukuwe weak sana. Sasa yule make strong kuliko mwenye kwa nje. Shout out anaitwa MC Sandy. Big up manze. Ningedidimia ni wewe umeniinua, so big up my mom, umeni hold kutoka down hadi saa hii. Watu wa huku mtaa naweza sema about mtaa iko sawa, ni saizi na grow. So na tuko CBC, wazazi washakubali. Sasa talent inaweza lipa. Si kazi ile enzi za ayezi twende tukalime. Saizi talent ina grow na nafurahia about hii mtaa juu wananikubali pia. Hii talent ya dance imemjenga through gigs zenye amekuwa kipata. Alianza as a footballer, akapendezwa na moves za beshte yake, and here we are. Ameweza kunacha talent yake na those around him who have formed a dance group. Big up MC Sunday and Mama David for kumwamini and holding him down. Tuchapie pale kwa SMS line yetu on 20308 ukitumia #MbogiTrue. Na ni free, utueleze about your talent. Kazi nilianza January 6. After kufanya research, kufanya biashara kadhaa, nikaona niweke shop kwa sababu kulingana na hardship ya life, nikaona watu lazima wanakula. Kenya nimepata per day from morning to evening. Calculate faida, nachukua all the amount yenye nimepata hiyo siku na deduct amount na save. Hiyo ingine narudisha kwa kazi. Kusave imenisaidia sana, unakuta na boost kazi kiasi. Unakuta niongezea some products ya si kuanza nazo kwa kulipa school fees ya mtoto. Kutoka kuajiriwa kujiajiri ni kitu moja, yani mpaka ni kitu tamu sana. To be your own boss. Juu kitu ya kwanza ni wewe unajitawala. Ni wewe unajiambia what to do. So unakuta
hadi hiyo ka freedom uko nayo. Lakini unaona kuajiriwa, unaangaliliwa time, lazima ufuate masharti. So hapa masharti ni wewe unajiwekea mwenyewe, unaona. Na ningependa kuongelesha majuzi wenzangu mwenye yako hapo nyumbani amekaa tu hayuko kazi, na maybe uko mahali umeajiliwa na unapitia changamoto za kuajiliwa za hapa na pale. Nataka kukuambia you can be your own boss. Yani kujiajili ni tamu. Na inalipa vizuri. So tujitume. Wellin Priscilla akiwa all the way in Limuru na hii hustle yake ya shopkeeping. Through his shop ameweza kujisupport na kulipa school fees. In Priscilla's own words, utamu ya kukuwa your own boss ni to make your own rules. Ametujenga tips on how to earn a living through your own means. Yani tujitume. Mbogi True, leo tumecheki shujaz in action kwa biz na talent tofauti. Tungependa kujua kama hii show imeko nice. Share maoni yako kwa SMS on 20308 ukianza na #MbogiTrue. Kumbuka SMS ni free. Tuonane next week on Shujaz TV, Do na Talent.